Tuondoke. Neli kwa sababu. Naam, mtazamaji wa Suma Media, karibu kwenye mbelenge za kimichezo. Mbele yako ni mchambuzi wa masuala kabumbu. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Pema. Kaifa? Bi khairi wa lillahi alhamdu wa kaifa hali. Wa rahmatullah. Hiyo hatari. Mheshimiwa, naona leo umekuwa leo. Jumatatu. Huyu. Sisi tunaita Jumatatu Miracle Monday kwa sababu ndio kama naenda za mkao wa bulldozer kupiga kazi ya Mungu. Kwa hiyo lazima nipendeze kaka. Leta maneno. Tuanze hapa. Jana Simba Sports ilipata ushindi dhidi ya Dodoma Jiji bao 3-1. Ile ishi kubwa ikawa kwa Gomez, mchezaji wa viwango vya hadhi ya juu sana, Suleiman Mwalimu. Pengine kuna baadhi ya watu wengi sana walikuwa wanasema kama Suleiman Mwalimu hivi atoshi kukaa Simba Sports Club na hata kuchezea Simba. Jana katupia kamba mbili. Anaitwa Teacher Sele. Teacher Sele. Umeongezeka ile teacher. Kwa jamaa mmoja anaitwa Teacher Zungu. Alafu kuna wengine anaitwa maticha kwa wengi sana mjini. Lakini Teacher Sele ni mmoja. Unajua ukijua Teacher Sele unaweza kuchukulia poa kwamba labda ni mwalimu tu wa kawaida. Ni Teacher Sele wa football. Na ni teacher ambaye anawafundisha wachezaji na washambuliaji namna ya kufunga magoli. Wazawa. Kwa upande wa washambuliaji wazawa nikusanyie wote unaofahamu wewe. Hakuna anayefikia ubora mwalimu. Kwa sababu Teacher Sele ni mshambuliaji ambaye anapigwa mawe na anayasikia na anayafanyia kazi. Hakuna mtu ambaye hajamtupia mawe Sele, Teacher Sele kwenye mechi kadhaa hapo nyuma, mechi 2-3 hivi. Sio kwamba watu hawampendi. Watu wanamwambia ni aboreshe. Papara zilikuwa nyingi, kosa magoli na nini. Lakini Selemani akiamua kutulia, akiamua kufanya kazi yake, ni one of the top talent, ana talent imara sana. Na tumemshuhudia, sio kwamba eti Selemani amefunga tu jana. Selemani akiwa na Fountain Gate alifunga goli 7 na alipotoka pale Fountain hakuna mtu aliyekuwa kufikia hizo goli mpaka anarudi. Sele ndio anaenda wile bila sablani. Sele huyo anamzidi Mzize exposure. Si ndio mzawa? Ndio mzawa Sele huyo anamzidi Dube exposure. Huyo wa kigeni sasa. Si ndio? Sele huyu anawazidi watu kibao, labda nitajie listi, ila Sele huyu anawazidi washambuliaji wengi sana exposure. Kwa nini? Kwa sababu Sele ameenda kucheza hadi FIFA Club World Cup. Ni mchezaji mdogo huyo. Ameenda kucheza Wydad Casablanca na alicheza FIFA Club World Cup. Mbele ya timu kubwa. Kwa hiyo Sele ilikuwa ni kipindi fulani tu ambacho ni cha mpito, kipindi kibaya. Na hicho kipindi kibaya kimezalishwa pia na aina ya wapishi wa Simba. Chama alitengeneza muunganiko wake bora sana Andy Setura pamoja na Kalibasa. Lakini walikuwa wamzunguki Selemani Mwalimu. Wakisha usele watu tunampa suitable passes. Pasi hasanati, pasi ice cream. Yaani pasi fulani ambazo nikikupa Sele, usipofunga mimi nitakulaumu maisha yangu yote nenda kaburini. Au mbizo pasi. Zaidi watampa pasi kuruka kara. Kuruka kara ni zile pasi ambazo zimetokea. Kama jana ipo moja alipigiwa pasi na Neo Maema. Akamuuliza unataka ufunge unanipa pasi. Pasi zingine za lawama, alikuwa anapewa pasi za lawama, yani ambazo ambazo hizi pasi hata akitaka kumveti kutengeneza kuwa magoli inakuwa ngumu sana. Lakini kama unampa Selemani Mwalimu pasi nzuri, pasi ya sanati, pasi ya ice cream, pasi ambayo hii hapa nikisema ukweli hata yeye mwenyewe asipofunga atajilaumu, atakaa chini, atashika kichwa. Simba zilikuwa chache sana hizo nafasi ambazo wanatengeneza. Lakini umeona kwa siku ya jana kipindi cha pili wanafanya kazi nzuri sana Simba Sports Club. Anapigiwa ule mpira kwa kichwa, set pieces, anafunga goli kali kabisa pembezoni na amezoea kufunga kwa kichwa, huwa anafunga sana. Lakini angalia goli la pili. Type yote ya mshambuliaji ni mshambuliaji yule ambaye mchoyo, kariba ya uchoyo na haiba ya uchoyo. Kwa maana hapa sitaki kumpa mtu. Hapa natakiwa nionyeshe ukubwa wangu. Sele akiangalia pembeni kuna mtu, akiangalia mbele yake kuna mtu. Wamemzunguka watu lakini Sele amepita katikati ya watu. Teacher Sele anafunga goli la pili, anapiga magharibi ya roho kule. Kubaya kabisa, mbali sana. Ambao goalkeeper yote asingeweza kwenda. Kwa hiyo Teacher Sele is not a bad striker. Ni mshambuliaji mzuri sana. Lakini wanaomisha na wanaotengenezea mazingira walikuwa kama vile hawamzingatii, hawamjali kwa maana wanaangaliana wao watatu. Kule Aniseteura, kule Lipasige, kule Chama ndo wanahangaika nao. Mwalimu alikuwa anamtenga hivi. Walikuwa yani kama vile wamfanyia ukatili.
Sio kwamba eti walikuwa wampe pasi, kuna muda wanampa pasi, lakini mimi nimetoka kuzungumza pasi ambazo wanampa mwalimu ni pasi ambazo utakaa chini utajilaumu, nimempa alafu hajafunga. Kwa hiyo walikuwa hawajui namna ya kumtumia na namna ya kumchezesha. Kwa siku ya jana nafikiri kocha Steven Becker ameenda kwenye dressing room, ameongea nao vizuri bana, hakikisheni mnacheza kumzunguka striker. Hakikisheni mwalimu anafunga. Mwalimu amefunga goli zake mbili, anakuwa man of the match. Na anawakumbusha watu kwamba kufunga kwake sio kubahatisha. Kufunga kwake ni kazi yake. Na ukiachana washambuliaji wa kigeni, ukiachana na huyu nani? Dep wa Yanga. Dube. Mwalimu ni noma kabisa. Yaani mwalimu ni type ya mshambuliaji ambaye kwa upande wa wazawa tulionao ni wachache sana. Na mwalimu ni peke yake kwa upande wa wazawa, na bado anaweza akashika nafasi ya pili hadi ya tatu kwa ubora kwa wachezaji wa kigeni katika eneo la ushambuliaji. Na hapo tuangazie kundi Msimbazi. Simba jana wamerudi kipindi cha pili, dakika 15 zimetosha kuwapa Simba ushindi dhidi ya Dodoma Jiji, na tulishuhudia michezo miwili iliyopita Simba kufunga goli lolote kwenye michezo miwili iliyopita dhidi ya Azam FC na dhidi ya TRA. Pengine Simba Sport Club kuna kitu sasa kinaanza kuongezeka kwenye idara ya ushambuliaji, maana kuna baadhi ya watu wengi sana walikuwa wanasema Simba kama ubunifu hivi unapungua au ubunifu hakuna kwenye idara ya ushambuliaji. Simba kushinda mechi yao dhidi ya Dodoma Jiji na kwenda hatua ya robo finali ilikuwa ni swala la muda, kwa sababu Dodoma hawezi kufunga Simba na wala hawezi kutoka sare na Simba mara mbili. Ni kweli alipata goli mapema, Chelfin alifunga goli zuri sana, lakini Simba alirudi hadi Setiura anafunga pamoja na Selemani Mwalimu. Lakini ukiangalia kipindi cha pili Simba alipocheza, ndio Simba anatakiwa wao anacheza kipindi cha pili alipocheza. Yes. Tumewahi kuzoea Simba kipindi cha kwanza anakupa game tamu sana. Anacheza vizuri, alafu kipindi cha pili anacheza vibaya. Kwamba anacheza kawaida, kwa sababu kipindi cha kwanza akishapata matokeo, kipindi cha pili Simba wagana ridhika. Yaani hana cha kupoteza. Kwa hiyo hakupi kile ambacho unatarajia kitokee. Kwa hiyo amekuwa hivyo, lakini kipindi cha pili kumbe anaweza kucheza kipindi cha pili na kupata matokeo. Hilo ndio Simba ambao watu wengi walikuwa wanaizungumza na wanahitaji kuiona. Umeona jana wamefungwa goli moja, wametanguliwa, lakini wakuja kufanikiwa, wamekuja kurudisha na wakaja wakafunga mengine mawili. Kwa maana nini? Kwa maana ni timu ambayo imesukwa katika mitazamo ya wachezaji ambao wanaweza wakacheza dakika zote sasa hivi kwenye ubora. Yaani wanaweza wakacheza kipindi cha kwanza wakakuofa, wakicheza kipindi cha pili pia wakakuofa na wakupatia matokeo. So vile ndio ambavyo wanatakiwa kucheza. Hata mechi dhidi ya Azam FC, Simba alipaswa kureact vile kama ambavyo walireact dhidi ya Dodoma. Hawa jamaa wanataka nini hawa? Nafasi ambazo wanazipata wanazitengeneza, wanazifunga, na ukiangalia dhidi ya Azam wanatengeneza nafasi nyingi sana. Hawajazitumia. Jana mechi ya Dodoma Jiji walitengeneza nafasi karibia 6 clear, lakini walishindwa kuzitumia. Walipiga kona nyingi. Kipindi cha kwanza tu kona karibia 6. Almost karibia 10 plus corners wamecheza. Walizicheza siku ya jana. Shot of target kipindi cha kwanza karibia shot of target 6. Lakini on target zilikuwa ndio mtihani kwa upande wao, hamna. So utaona namna ambavyo kipindi cha pili walireact, na reaction zile ndio za timu kubwa. Timu kubwa yoyote inapaswa kureact kweli kipindi cha pili kama umefungwa. Sio kipindi cha pili, hata kipindi cha kwanza ukifungwa unapaswa kujua unatakiwa ucheze vipi ili kupata matokeo. Kwa hiyo Simba hii naona kama vile kuna kitu wamekionyesha dhidi ya Dodoma, na kama wataendelea hivi na waona kuna kitu cha ziada wanaweza kufanya msimu huu. Kuna kitu cha ziada. FA wanaweza wakabeba kama sio hiyo FA hata ligi. Unafikia Simba ni kweli gepo na Yanga waliachwa ni 5. Hakuna mtu mwenye guarantee kwamba ndio atakuwa anashinda kila mechi. Atakuwa anapata matokeo kila mechi. Kuna huyu leo anaweza kutoka sare, kuna yule anaweza kufungwa, kuna anaweza kashinda mechi zake. Kwa hiyo mentality au pambanaji ndio kitu ambacho kinahitajika. Simba hawapaswi kuingiwa na ubaridi kwa sasa, kwa sababu hapa katikati watu washazungumza mengi bana. Simba hii sio kupambania ubingwa. Hii Simba Yanga atachukua tena mara 5 mfululizo. Yanga atachukua CRDB, Simba atabeba kombe lolote. Kwa nini? Kwa sababu namna ambavyo wachezaji hawajitumi, ile fighting spirit pia imekuwa ni mtihani kwa upande wao. Na pia hata namna ambavyo mobility wachezaji, namna ambavyo wanajimobilize bado wanapapara nyingi sana. Utulivu ulikuwa ni kitu ambacho hakuna. So wanahitaji kurudisha ule ubora wao, lakini pia ile fighting spirit na namna pia tactical discipline na tactical awareness, kujua kwamba huyu mpinzani tunaocheza naye tunatakiwa tumalizane naye muda gani, nafasi zipi ambazo tunatakiwa tutengeneze na tupate magoli. Sio tutengeneza nafasi nyingi alafu bado upate matokeo. So siwaoni kama ni wanacheza vibaya, ila kuna mambo machache tu ya kwenda kuboresha ile sawa na mafanikio. Na yote yanasababisha pengine na baadhi ya nyota. Unajua ni basi alipoanza alianza vizuri sana msimu, lakini kadiri siku zinavyoendelea kwenda ni basi yeye
ameshazoeleka. Yaani Libase ameanza kuwa mchezaji sawa kawaida kwa sababu watu wengi wameanza kumzoea. Aina yake mchezaji ni winga, anatoka pembeni sana. Akifika karibia na kona ndo anataka kuanza kuingia ndani ukati. Lakini Light angekuwa anajua mawinga modern wanataka nini sasa hivi. Unavuka tu mstari wa katikati, unaanza kufikiria kuingia ndani ukati ili kutengeneza mashambulizi. Sasa unacheza style ya kwenda kupiga cross kwenye kona, watu wamekuzoea. Anakuja central defender mmoja, anakuja fullback mmoja. Kwa anakuziba wewe usipige cross, na mwisho wa siku cross anakuja kupiga Shomari Kapombe. Yaani maana yeye sasa basi inabidi arudishe kwa Kapombe. Kapombe ndo apige. So ameanza kuzoeleka. So anapaswa kuchange style yake ya uchezaji haraka sana ili kuhakikisha pia anakuwa na ule hatari. Akikamatwa ni Setura, akamatwa ni Basegeye, Simba inakufa. Kwa lazima wazalishe wachezaji wengine ambao wana uwezo zaidi ya Libase, zaidi ya Ali Setura. Na tamlaumu pia kocha Steven Beck. Lakini pia hata Matola sijui anafanya kazi gani pale. Matola? Hii Matola kazi sijajua anafanya kazi gani. Matola timu ikifungwa atahuzunika. Timu ikishinda atafurahi. Ni kweli, lakini je, wewe Matola? Wewe bwana Matola. Huyo Morris Abraham kazi yake ni nini hapo? Kama wewe Matola upo. Kama Matola upo kazi yake, Matola kama hawezi kulinda wazawa. Unajengana kwa sababu sio kama ni mbaya. Morris ni mchezaji mzuri sana. Chama jana amechoka, kapoteza nafasi kibao. Kipindi cha pili ndo Chama angoja amewaka. Lakini kama Chama alipochoka kipindi cha kwanza, kipindi cha pili Morris na huyu Chama anaanza kupoteza ule ubora kwa sababu anatumika sana. Wanamuoverdose. Ukimoverdose mchezaji kama Chama age yake inaondoka, alafu ukiangalia akili anataka mwili utaki. Baadaye unaanza kumkataa sema Chama mchezaji wa kawaida, Chama ameisha. Kwa nini? Kwa sababu unamtumia muda mwingi. Yule Chama ni kama babu kikongwe ambaye age imeanza kusogea. Babu anatakiwa apewe chakula laini. Fanye kazi. Ugali mteke. Sababu unampa ugali mgumu na nyama kibao. Ndio Chama. Sasa Chama unamshindilia mechi za kucheza, unamshindilia dakika za kucheza nyingi. Unamchosha yule pale. Alafu unajua Chama ni mchezaji wa kawaida. Lakini mimi ukiniambia rudisha mkanda wako nyuma, sijawahi kuona namba 10 bora kama Chama kwenye ligi. Kumsanya wote. Mimi huko nyuma sikwepo miaka mingi huko kina Malota Soma, Ball Jagala huko wanaitwa, mimi sikwepo, lakini kwa miaka mbele nimewafahamu namba 10. Chama ndo mchezaji pekee ambaye amekuja kuonyesha dunia kwamba namba 10 anatakiwa kucheza vipi. Wengine wanatamaa na ule mtu anataka na yeye afunge. Chama atafunga lakini pale panapobidi. Lakini Chama kazi yake mama ya kwanza anaifanya. Kwanza nihakikishe napiga pasi ambazo nielekezi, pasi hasanati, pasi ambazo zinafika. Pasi